Alright. The legend is born. Ama ukipenda IP Mana Part 3. Tito la horror cinema. Maridadi. Na tunakuingia moja kwa moja ikiwa ni mwaka 1905 zaidi kule upande wa Fonshana, sehemu hapa basi ni kule upande wa China shusha.业务，陈师傅，你没信。你接着教他们。是师傅。叶老板，你好。女孩子，花拳绣腿。阿问，不要乱说话。这种咏春拳是五梅师太所创，胜在以柔克刚。陈师傅桃李满门，可喜可贺呀！叶先生，听说你常去香港办货，生意兴隆啊！啊，对了。 Ala, kumbe basi hapa ni sehemu moja kwa upande wa China kunajulikana kama vile Fengshan, na aliweza kukuingilia mzee fulani ambaye amechomoka kwa upande wa Hong Kong China, akadai kwa hili shule ambalo hapa basi mwalimu mkuu ni jitu kwa jina la Sammo Hung, anataka kuwalete watoto wake wawili waweze kufunzwa basi bila shaka pale mashorata. Mmoja kati ya watoto wake ni mtoto wake kujizaria kwa jina la IP Mana, na mwingine basi ni mtoto wake ambaye hapa basi ni inheritance kwa jina la Ting Chi. Waona? Huyu mzee shasha ameleta watoto wake wawili na kisha kadai nataka waweze kufunzwa mashorata kwa hili shule huko pande, yani ni sehemu moja kule upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa China. Wow. Na kisha wote wawili basi waliweza kuchukua design kama hii, watakuja kufunzwa mashorata kwa hili shule ambalo liko sehemu kule upande wa ndani kabisa mwa China, na watafunzwa technique kwa jina la Wing Chun Arznyawezi. Vijana wote wawili ni moja basi bila shaka para kwa jina la IP Man na mwenzake kwa jina la Ting Chi. Baba wa Ardai hapa basi IP Man ni mtoto wake akamzaa, lakini Ting Chi ni mtoto mmoja ambaye basi aliweza kumwokota kule mtaani na akaamua kumlea na kisha kumfanya mtoto wake. Baada ya wale watoto wote wawili kukubaliwa basi kwa ile Shaolin Temple, kisha hatimaye basi baba wa aliamua kuwaaga na kurudi zake kwa upande wa Hong Kong, akiwaacha hapa waweze kufunzwa mashorata ili waweze kuwa na hapa basi waweze kuja kuwa watu wa maana kwa siku za usoni. Basi rutikando kabisa kwa ile Shaolin Temple alikuwa master kamili basi ni jitu kwa jina la Sammo Hung. Huyu Sammo Hung anakwenda picha kama vile Eastern Condas ama ukipenda kwa jina lingine name in Chinese. Huyu Sammo Hung shasha anakwenda picha kama vile hapa basi bila shaka para SPL. Huyu Sammo Hung shasha alikuwa kwenye picha kama vile Dragon Forever. Sammo Hung alikuwa kwenye picha kama vile Mr. Night Guy na zinginezo. Sammo Hung shasha this time around miaka ndizo hizo alikuwa basi ndiye master kamili kwenye lile temple, na alikuwa na mwenzake basi mkufunzi yani master ambaye hapa basi pia ni msaidizi mkuu wake Sammo Hung, jitu kwa jina la Yan Biao. Yan Biao anakwenda picha kama vile Above the Row Part 2. Yan Biao alikuwa pia kwenye picha kama vile hapa basi bila shaka kupenda Dragon Forever. Yan Biao alikuwa pia kwenye picha kama vile hapa basi Eastern Condas. Yan Biao shasha. Wow. Sasa this time around wao ndio master wakubwa basi kwa ile Shaolin Temple sasa, na wanafunza technique kwa jina hapa basi bila shaka para la Wing Chun, na huko Wing Chun ndio technique ambayo inaaminika zaidi basi kuwa deadly sana tena zaidi. Wow. Na kwa hivyo walikuwa katika ile harakati basi ya kuonesha ujuzi uliopo zaidi. Hii ni fist inajulikana kama vile blind fist. Namna unaweza kuwa basi hapa basi wewe hauna nguvu za kutazama, lakini unaweza tetea maisha yako. Cheki Yan Biao wakiwa na Sammo Hung. Yan Biao wakiwa na Sammo Hung ndio master kamili basi kwa ile temple shasha. Cheki maneno wanafunza technique kwa jina la Wing Chun. Yan Biao wa shalala twende shasha. Cheki maneno Yan Biao we wakiwa na Sammo Hung kuonesha ujuzi wa Wing Chun. Cheki kuonesha ujuzi wa Wing Chun. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, Wing Chun abana machezo, lakini Sammo Hung anaendelea kuzeeka
mpaka alimwambia Yan Biao wenyewe, wewe ndio unafaa kuwa master round hii. Manzi, wewe ndio unafaa kuwa master hizi. Lakini alikuja kuelezea wanafunzi, akamwambia vita sio chakula. Vinya ambavyo unafikiria kupigana lazima uwe tayari kugongwa. Na kama ni mwanaume, sehemu nyeti inakuwa ni sehemu nzuri sana ya kugonga. Unagonga mtu makagari anakosa nguvu. Yani aliwapa mawaidha basi ya weak point, kama vile katikati mwa kichwa, kwenye sehemu nyeti za mwanaume, hali kadhalika sehemu kama vile kahasho. Kahasho ni sehemu pia ambapo basi ukigonga mtu ataweza kuhisi uchungu. Lakini ibu tazama hapa basi zaidi, mtazame huyu jamaa kwa jina Ting Ching. Mwanzo Ting Ching alichukuliwa na babake IP Man, mbele alikuja katupwa nje ya nyumba yao, kisha wakamchukua na wakamlea na wakamfanya mtoto wao. Siku nenda siku rudi, Ting Ching IP Man wako kwa Shaolin Temple, ambapo hapa basi mwalimu mkuu nishamuoa. Kumbe hapa kwa Shaolin Temple, ili uweze kuwa hapa basi na ujuzi wa hali ya juu, kuna wakati mwingine unanyimwa chakula. Sasa waliamka wako ubao, wamezoea kukula kwa manyumbani, wamezoea kukula wanashiba. Kidogo waliweza kuangusha bidhaa kama hiyo, na manze fulani kwa jina la Mei akasikia, ndio huyo Mei kwa lile temple cha. Lakini wao wameamua kwenda kutafuta chakula, mbele wanahisi njaa mbaya mbovu. Mei akaingia, wakadhani ni master. Sisi watoto sana tunalala, na nyinyi mnajifanya watu wazima sana, mnaamka kwenda kuiba chakula. Lakini IP Man wako na Ting Ching walimwambia Mei, manze sisi tuko ubao, hatujazoea hii maisha ya njaa, tafadhali tutafutie hata kama basi ni kamzigo. Kwa hivyo alikuja kutafutia kamzigo. Kamzigo ni chakula aina hapa basi ya kama vile kuna kagumu, sasa kuna kuwa na kamzigo. Hii ni dish aina fulani basi inajulikana kama vile kamzigo. Kwa hivyo aliwatafutia kamzigo, akawapa, basi wakakula wote pamoja stara kama hiyo. Mei IP Man na jamaa wetu Ting Ching shosho washalala, waliweza kujitibu wote pamoja. Siku nenda mwaka nenda mwaka rudi. Lakini hakika utakubaliana na mimi basi dogo brother mpenzi mtazamaji, venye ambavyo basi miaka inaendelea kusonga, ndivyo ambavyo master mwenyewe, yani ukipenda Sammo Hung, anaendelea kuzeeka na afya yake inazorota. Wakati mmoja alikuja kumuita Yan Biao na akamfahamisha, hakika kulingana na venye ambavyo ninajihisi afya yangu inazorota kweli kabisa, na iwapo itafika wakati ambapo Mungu ataweza kuniita, nataka uchukue ushukani wa hili shule na uhakikisha hakuna tekniki nyingine itawahi kufunzwa kwenye hili shule isipokuwa Wing Chun. Naye Yan Biao akaapa kwa maisha yake, liwalo na liwe, liwapo lije na lije, basi nitahakikisha chochote ambacho nataka master nitaweza kufanya. Hakika na baada ya miaka kadha wa kadha, Sammo Hung the master akayaga dunia. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, ndugu dada mpenzi mtazamaji, ndugu mvulana mpenzi mtazamaji, ndugu mama mpenzi mtazamaji, ndugu dada mpenzi mtazamaji, ndugu kipi kiaganu kitazamaji, ndugu mahu wapenzi watazamaji, yani wale ambao hawajazaliwa, ndugu mahu wapenzi watazamaji, nyewe hapa duniani sisi wote ni wenda zetu. Ndivyo tu siku huwaga basi ni tofauti, lakini one way or the other, one day, one time, one of us, in one way or the other, we will all die. Kama venye Sammo Hung aliweza kuiaga dunia, hakika one day, one time sisi wote tutakuja kuiaga dunia. Yan Biao aliweza kuwapa kwa maisha yake, na akadai kama venye aliweza kumpromise Sammo Hung kwamba na kuiti basi ataweza kulinda lile shule kwa hari na mali, ataweza kulilinda. Kwa hivyo basi wakaweza kumwaga Sammo Hung kwa vyovyote vile basi, na Yan Biao akadai ataweza kulinda lile shule kwa vyovyote vile, na ataweza kuweka ahadi za Sammo Hung kwamba na kuiti hakuna tekniki nyingine itakayoweza kufunzwa kwa lile shule isipokuwa Wing Chun.
Basi siku nenda siku rudi, kati ya wanafunzi ni ikiwemo IP Man pamoja na Ting Chi. Siku zikaendelea kusonga, bado manze wetu Wei wanaendelea kuwa wakubwa, wakuwa na IP Man, hali kadhalika Bishi na Ting Chi. Ikapita zaidi ya miaka 15 ndio huu sasa IP Man, hali kadhalika Bishi, Ting Chi mwenyewe ndio huyu. Unaona washakuwa watu wakubwa. Tangu utotoni mwao wamefunzwa nothing else but to fight. IP Man mwenyewe ndio huyu. Wao wakiwa na jamaa wetu basi bila shaka para kupenda Ting Chi ni mabrothers. Mabrothers ni kumaanisha basi ni mandugu. Miaka nenda bado. Miaka nenda. Miaka rudi. Washakuwa watu wazima sasa. Ikawa sasa kulingana na hali ngumu ya maisha huku sehemu upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa mashariki mwa China, wakati mwingine basi kukiwa na sherehe stara kama hiyo wanaanza tu biashara ta kujimudu. Wamechomoka kwa Shaolin Temple, wamefunzwa mashorata, lakini wanakuja kupika mandazi na kangumu na mizigo kujimudu kimaisha. Lakini ikawa venye ambavyo iliwa sasa wameshakuwa watu wazima ndio hawa. Huyu Ting Chi roho yake inaendelea kumpenda manze kwa jina la Mei. Lakini naye Mei roho yake inampenda IP Man. Lakini venye ambavyo Mei anampenda IP Man, ndivyo IP Man hana haja na Mei. Na venye ambavyo Mei hana haja basi na Ting Chi, ndivyo ambavyo Ting Chi ako na haja basi bila shaka para na Mei. Unaona? Love is funny. Dogo brother mpenzi mtazamaji, love is funny. Kwa hivyo leo hii basi walichomoka. Hey, sasa Ting Chi alifuata manzi. Wewe wacha kufuata huyo mtu. Tunataka kupika tungumu. Kwaje mtu turali kwa tungumu tu mtu wagima. Githe ina bafo. Oi. Lakini Mei hakufurahia juu alikuwa anataka kufuata IP Man. Lakini IP Man alichomoka basi kama kuchapa raundi kujionea. Mwanzo alikuwa hapa basi ni sherehe ya sikukuu fulani. Ilikuwa ni sherehe ya sikukuu fulani yani ukipenda. Lakini ya Mungu ni mengi, ya mwanaume ni makagari, ya kuku ni mayai. Mwanzo jamaa wetu leo hii alikuja kupatana na manze moja mrembo sana kwa jina la Cheng Wing-shing. Cheka maneno. IP Man manze akamchungulia na jamaa wetu akamchungulia. Ala, manzi ametokerezea, jamaa wetu amechomokozea. Washalala. Na ilikuwa ni ajabu kupata mtambo kama huu, lakini sasa wakati ambapo anakuja kusikiza mziki kwa ule mtambo, mwanzo ile hapa basi this is our 19th centuries, jamaa wetu akamcheki manzi akamnoki. Naye manzi akamcheki jamaa wetu akamnoki. Yani kwa ufupi watazamaji, kunokiana ni ile hali ya kutamani mtu. Jamaa wetu naye ajui kucheza kuwekelea. Akaharibu. Sasa muumini alikuwa mzungu alikasirika zaidi. Kwa nini unaharibu bana? Wewe namna gani bana kuja haribu mambo hii? Hii imepata scratch, mimi siwezi taka hii, lazima ifanye kitu kingine. Lakini manze, huyu manze kumbe babake ndiye gavana wa Raizi. Huyu manze kwa jina Cheng Wing-shing. Cheng Wing-shing akalipa. Akadai, "Juu imeharibika, wacha nilipe ni bebe." Okay, mimi fanya mzuri beba, lakini mimi hapa nataka mchezo huu. Alikuwa ni Muhindi anakasirika zaidi. Sisi. Lakini manza alichomoka, ameshamnoki jamaa wetu. Mimi hapa nataka mchezo, wewe kuja chukua kitu kama chukua enda nayo kabisa, fanya leta mchezo hapa kazini. Alright. Lakini Cheng Wing-shing ameshamnoki jamaa wetu IP Man. Kumbe kuna watu fulani beshi na walikuwa wanakuja kuonesha ujuzi wao wa kimashorata ala zenyewe hizi. Cheke maneno. Lakini sasa punde si punde, kumbe kuna kuingilia Kamjesh kutoka Kibra. Kamjesh kutoka Kibra. Sisi tumetoka Kibra kujaribu kuperform hapa. Lazima utoe do. Makamjesh ya Kibra ikaanza kupepeta watu. Lakini manzi wetu walikuingilia. Cheng Wing-shing. Kwa nini mnapepeta watu innocent? Manzi akamwambia, ungejua mimi ni mtoto wa nani, ungerudi Kibra ukakula samaki. Unajua mimi ni nani? Manzi akamwambia, don't dare. Dogo hivi.
IP Man Ting Ting mabeste kuchomoka kwa Shaolin Temple wakakuingilia. Beste wa Kibra atenatoa Kamongo Fist. Kamongo kitu gani? Beste wa Kibra walala yeye anatoa Kamongo Fist, lakini Kamongo Fist haifanyi kazi. Young brother kuro pando reverse amechomoka kwa Shaolin Temple. Tumo vitu besi orosha kwa paro kupena ndio IP Amana. Rutikando brother yake kwa jina Ting Chi anakabidhiana na wao proper. Man, you are making a mistake, but you are making a mistake to the wrong people. Shasha kucheza mnacheza ndio sikitai, kucheza ndio mnareta mchezo, but manze you are making a fuck with the wrong people. Mnacheza na watu ambao hamfai kucheza na wao. These are people from Shaolin Temple na idue tutangamanya ala juaitwa IP Mana. Cheki watu wa Kibra unaleta ukibra hapa Kibra kitu gani? Ati ni Kamongo Fist. Kamongo Fist kitu gani? Huyo yuaitwa IP Man. Jamaa wekwa kando. Brother ke Ting Chi mwenzao young brother kuchomoka kwa Shaolin Temple. IP Man alikuingilia fast kusaidia. Kumbe alicheki akaona jamaa wa Kibra amechukua shoka. Cheki jamaa wa Kibra alichukua shoka. Yule manze kwa jina basi bila para la Cheng Wingxing akaona kile kitendo. Cheng Wingxing young brother naweza kuchomoka kwa Shaolin Temple kabidhiana basi rashaka para na magaidi inaogota mamudu alichukua shoka. Cheki wala kwenda kumkata jamaa wetu manze akakuingilia right on time na kikapu cha tungumu. Kikapu cha tungumu shasha. Kikapu cha tungumu zubaisha gaidi kuzuba. IP Man akaona kile kitendo ogabamano kisha do you know I can tin your momer? Do you know I can tin your momer? Unajua naweza kata koo lako nikumalize. Makamanza alikuja kumwambia kama kuna wanaume wewe ni mwanaume. Jina lako? Jamaa yetu akamwambia tutachekiana. Na kachomoka. Lakini mimi naitwa Kenode, wewe unaitwa Kamade. Na unaitwa Muemeri Otegiria. Haya, lakini manzi hana haja na wao. Akona haja na IP Man. Mwanzo IP Man amemjaza. Ina maana Cheng Wingxing na babake ndiye gavana mkubwa huku mtaani ameshamnoki jamaa wetu IP Man. Nyewe watazamaji, mapenzi na kuaga ni kitu fani. Nyewe ni kweli mapenzi na kuaga ni kitu fani. Juu unaweza shindwa mtu kama mimi venye tulipendana na Shakira. Unaweza shindwa sana. Lakini haisuru, mapenzi ni fani. Baada ya siku 2-3 Cheng Wingxing akakuja kutafuta IP Man kwa Shaolin Temple. Lakini kumbe Mei Wei anakuaga memnoki IP Man. Wakati aliona Cheng Wingxing alidai Cheng Wingxing alidanganywa ati IP Man hayupo. Kwa nini? Juu Mei Wei anakuaga amemnoki IP Man na hawezi kataka manze mwingine awe na uhusiano na yeye. Kwa hivyo wakati ambapo aliulizwa pale ambapo IP Man alipo, yeye alidai ati IP Man hayupo, lakini ni wivu. Unaona? Ni wivu. Walala yeye. Ilikuwa tu ni wivu. Na unasikia huyu manze kwa jina la Cheng Wingxing babake ni governor. Kwa hivyo Cheng Wingxing aliambia babake amnunulie hapa basi bila shaka pale ile hapa basi Canada, yani ile music prayer. Unaona? Lakini ako crazy. Cheng Wingxing anamtaka IP Man. Check maneno. Woye, kumbe IP Man aliamua kuendelesha masomo yake upande wa Hong Kong. Kwa hivyo akachomoka upande wa China na akakuingilia upande wa Hong Kong kuendelesha masomo yake. Woye, maskini Cheng Wingxing. 这些药给你放生，头疼脑热拉肚子什么的都不用怕。知道了。阿文，
你这次去香港念书，万事都要小心。哦，周老大师兄。 Mei angependa sana waandamane na jamaa wetu IP Man, lakini IP Man hana shughuli na yeye, mwanzo IP Man hampendi. Yani Biao akamtakia kila la kheri kijana wetu IP Man. Wakati IP Man anaingia upande wa Hong Kong kuendelesha basi masomo yake zaidi, akitaka kusomea Kiingereza, Kifaransa na lugha zingine tofauti. Washalala walimwaga design kama hiyo zaidi. Kwanza Mei, mwanzo Mei anakuwa memnoki IP Man mbaya mbovu, but all in all kuna mwenye memnoki hapa basi IP Man sasa mbaya makosa. Jina lake ni Cheng Wenxing, na Cheng Wenxing ni binti hapa basi bila shaka paro kipenda governor. Wow. Hata hivyo alichomoka stara kama hiyo, aliishi sasa kuwa na stress. Mwanzo nishakufahamisha basi mapenzi ni kitu kingine ambacho hakiwezi kueleweka. Mwanzo watu washafanya mapenzi, watu wamefanya mapenzi na wakapendana zaidi. Ushapata watu baka wanapendana na wanyama. For example, mtu kama vile Tyson Kuma Kaboli alishapendana na puda na akaigudha ororo, na wakafanya mapenzi ya ajabu akaigudha ororo. Mapenzi ni funny. Mwanzo Cheng Wenxing watu wakimpenda IP Man, lakini sasa cheki IP Man mwenyewe ndio huyu basi huko upande wa Hong Kong amekuja kuendelesha masomo zaidi. Siku nenda siku rudi. Wakati moja Cheng Wenxing alikuingilia akapata Yan Biao, lakini Yan Biao akamwambia unajua nini, IP Man ako upande wa Hong Kong. Manzi hakuamini. With all the love that she have, but the guy is gone for Hong Kong. Jamaa ameenda Hong Kong manzi. Atafanya nini manzi? Wala atatenda nini? Mapenzi ndio hayo yanamsumbua woyeyai. Na wakati alikutumana basi IP Man angaliwe, Mei alizuia. Mwanzo Mei anakuwa amemnokia IP Man, lakini IP Man hana hoja na yeye. Mwanzo love is a two-way thing. Lazima unipende nikupende, mpende kupenda asikupenda achana na yeye. Siku nenda bana, siku rudi. Mei mapenzi yakiendelea kuwa hapa basi anamtamani sana IP Man, lakini sasa IP Man ako kwa upande Hong Kong. Sasa amewachwa naye hapa basi Ting Ching, lakini naye Ting Ching anakuwa mnoki Mei, lakini Mei naye hamtaki Ting Ching, anataka IP Man. Walala yaye. Unaona? Ni kama venye mtu kama nani, huyu mtu kama Gasadhi wa Adhuo anataka Shakira, lakini Shakira hataki Gasadhi wa Adhuo. Shakira anataka DJ Afro. Hivyo ndivyo kunaendaga. Hii ni maisha iko style kama hiyo. Unaona? Ni maisha iko design kama hiyo. Abana chiza. Sasa ikawa ndivyo hivyo basi Ting Chi kila wakati anajitetea, naye jamaa wetu basi huko upande wa Hong Kong anaendelea kusoma masomo. Sasa wako na tabia mbaya ati ukitaka mtu asiume chakula yako unatemea kamasi. Ati sasa ile mtu asiume chakula yako unatia kamasi. Imagine Kemira yani kamasi, unatia kamasi kwa chakula yako ili mtu asiume. Kule upande wa Hong Kong kisha. Lakini naye jamaa wetu Ting Ching anajaribu kumuonesha Mei venye ambavyo anampenda, lakini Mei hana shughuli. Unaona? Sasa kuna mzee fulani kwa jina la Chairman Lee. Chairman Lee ni beshte yake hapa basi bila shaka para ukipenda Ting Ching. Kwa hivyo alikuja kuonyesha Mei na Ting Ching wanafaa kuoana waishi pamoja. Mwanzo wao tu ndio watu wamebakia ara zenye hizi wakuwa watu wa maana. Ting Ching hapa basi yako na shule lake na alikuwa anataka ama hapa basi Chairman Lee anataka kumwandika Ting Ching kwa shule lake akiwa kama martial art instructor, yani mwalimu wa martial art. Kwa hivyo alikuja kumuuliza Mei, why don't you marry? Mbona usikubali kuolewa haba na Ting Ching? Lakini Ting Ching anapenda sana hivyo. Isipokuwa naye Mei anamgojeaga tu IP Man. IP Man kwa Hong Kong bana. Shapita miaka kadha wa kadha na anaendelea basi na masomo yake. Sasa waliendelea kucheza hockey design kama hiyo. Hapa ni upande wa Hong Kong. Waingereza ni wengi zaidi. Asante sana. Sasa ilikuwa ni timu ya wa Chinese pamoja na timu ya basi ya Waingereza wangangana kwa basi ni kina nani watakuja kutomoka kuwa washindi. Lakini wakati ambapo ma Chinese walipuka kuwa washindi, Mwingereza moja alikasirika zaidi. Kadai unajua ma Chinese ni kama nguruwe. We! My language? Mind your language.
You called me a pig? I heard you say Chinese pigs. Umesema wa Chinese ni nguruwe? Sorry, I don't mean. Kaambia ndio. Ogekatea no hule. Unaniweza? He. Aipimana kamwambia kuliko uniite nguruwe, kuja katambe mkono. Wacha tuone nguruwe ni nani. Okay. 2 minutes. Dakika 2. Aipimana kadai no 1 minute. Nakutandika na dakika 1. Twende shosha. Mwingereza kitu gani? Unawezaje hapa ni Hong Kong na unaita wa Chinese ati nguruwe? Unaita wa Chinese nguruwe? Alivunjwa mkono ya yule Mwingereza. Within 45 seconds alikuwa amesha, guy boy pole. Okay. Wacha nikutengeneze mkono ili ushike adabu. Next time don't you ever call a Chinese a nguruwe. Sisi ni bin Adam nani. Mkono ya sharara ikatengenezwa. Formidable. Kani unatumia style gani? Kadoni jurura noe hule mani. Dijera idhuru yayo. Juni moru. Watu wakamuogopa. Kumbe sasa stories zikaenea. Mwanzo Waingereza walikuwa na tabia mbaya. Ilikuwa ni kawaida ya wazungu kudharau watu. Mara wanataka kuwapeleka Hague. Mara wanawaita ati nyinyi ni nguruwe. Mara wanawaita nugu. Yenyewe wazungu sometimes wanakuaga hapa basi na heshima kidogo. Lakini sasa jamaa wetu alikuja kupata sifa. Mwanzo ilikuwa ni kawaida ya wazungu kuita watu nguruwe. Zaidi kwanza ma Chinese. Lakini wakati ule Mwingereza alipepetwa, jamaa wetu akapata sifa zaidi. Kiasi kwamba kila Mchinese akampenda na akamheshimu. Mwanzo, mbona ati juu wewe ni mweupe uite mtu mweusi nugu? Unaona? Ni makosa. Mbona ati juu wewe ni Mwingereza uite Mchinese nguruwe? Sio vizuri kutusi mtu umuite nguruwe. Ukitaka kutusi mtu, heri umuite mtu, lakini sio kumuita nguruwe. Sasa jamaa alikuja akapatana Kamuthe. Kamuthe akamwambia nina furaha sana tena zaidi. Mwanzo venye umeonyesha ule Mwingereza imefanya kila Mchinese aheshimike. Mwanzo ameishi kutuita nguruwe, mara panya, mara paka. Kwa hivyo umefanya vizuri zaidi. Lakini Kamuthe akamwambia usione sasa juu ulipiga ule Mwingereza udhani wewe ni mdedri. Mimi ni mdedri lakini naweza kukuona wao yenye hujawahi ona. Sasa jamaa wetu Aipimana alishindwa ai. Tushatandikwa ndio. Kamzee kanaweza nitandika. Mdedri akamwambia kuja nikuonyesha hakuna kitu unajua. Ai. Sasa Aipimana anashindwa. Kamzee na venye kamezee. Kanataka tu nikaumize. Okay, kuja usiona nimezeeka unadhani sijui kitu. Wewe kuja. Aipimana akamwambia sipiganagi na wazee. Sipiganagi na wazee. Okay, mzee ni wewe takupiga mara 2 ya venye unaweza piga mtu. Wewe kuja. Twende. Haiguka hapana, sipiganagi na wazee. Ati mzee nimezeeka nikikula nyanya yako kubafu wewe. Kuja hapa nikuonyeshe. Unaniita mzee kwani mimi ni bwana ya nyanya yako. Sasa alimwanza sasa. Cheki, unaniita mzee. Sasa Aipimana alikuwa anaona hata ni kamzee. Anadhani sasa tu ni bwana ya nyanya yake. Lakini alikuja kuipa na utumia akili. Hiyo mikono yako hata haina nguvu. Kuja nikuonyeshe mastairo. Cheki maneno. Nikamzee ndio. Lakini upande mkono ni kededri. Cheki. Hata Aipimana alishtuka. Oka. Aipimana kashindwa hii ni stari gani hii? Mikono inakaa kama haina nguvu lakini iko fiti mbaya mbovu. Tazama. Kama dhashasha. Kana muonesha. Unadhani ati wewe ni kijana. Kuna kitu unajua. Ulipepeta Mwingereza ndio. Lakini kuna vitu mingi sana unafaa kujua. Kujaribu kumuinua wewe. Pigwa fist ya shingo. Cheki.
noyo. He. 3.9啊！喂， Goja heri analog. Hii mambo ya digital nimewacha. Kamwambia mimi ni analog lakini upande wa mkono mimi ni wazimu. Ikifika ni upande wa mkono mimi ni kamzee ndio sikatai. Lakini upande wa mkono mimi ni wazimu. Na meza usiangushe. Tosha. Alimwambia mzee, wewe ni analog ndio, mimi ni digital ndio sikatai, lakini kama wewe ni wazimu. Akamwambia mimi ni master. Nafurahia zaidi venye ambavyo unaweza kumfanya yule Muingereza, lakini najua kwa ujuzi ambao uko nao kuna mambo yanafaa kuongezwa. Mwanzo lazima kuwe na development. Lazima kuwe na maendeleo kwa kila kitu. Wewe unajua Wing Chun, lakini I can teach you more. Naweza nikakufunza mengi yale ambao wewe mwenyewe haujui. Kwa hivyo jamaa wetu alicheka kuona yenyewe hapa basi amepata master. Mwanzo alikuwa nadhani yeye ni mdedri lakini amepata kumbe yeye ni kipi. Upande basi wa mkono ikifika hapa kuna master kama huyu, yeye ni bure. Richa na kweli kuwa ni sheria zake marehemu Sammo Hung kuhakikisha basi bila shaka pale watu watafunzwa tu Wing Chun, lakini jamaa wetu aliambiwa nitakufunza more about Wing Chun. Nitakuongezea mambo mingi kuhusu Wing Chun. Na akakubali. IP Man akakubali. Hebu tuchomoke ara zenye hizo tukuje kupata basi kwa uwanja basi wa meli. Kumbe kuna Japanese friend kwa jina la Mr. Kitano. Mr. Kitano ndio huyu shasha. Amekuwa akileta mizigo ara zenye hizi. Kumbe wana polisi wa custom walikuja kukagua. Mr. Kitano akakataa. Unaona? Akadai yako na hapa basi ameamrishwa na British Embassy akuja kuleta mizigo, lakini Mr. Kitano kukataa. Wana polisi wakadai lazima waweze kufanya charge. Lazima waweze kufanya search, yani lazima wachunguze na wajue nini ambacho kimeletwa ara zenye hizi. Huku Mr. Kitano anakataa wakague huko akidai amebonga na mdozi. Basi lakini punde si punde mdozi akakuingilia. Mdozi wa kikosi cha wanapolisi wa custom akakuingilia. Naona akadai Mr. Kitano akona ruhusa kufanya biashara bila kusumbuliwa. Wanapolisi wa custom walikuwa ara zenye waweze kucheki mizigo nini ambacho kiko pando nani. Lakini wakati mdozi wao alikuingilia, ardai Mr. Kitano akona kibali cha kufanya kila kitu ambacho anataka ara zenye waweze. Makusha. Wanapolisi wa custom waliumwa, lakini hawakuwa na la kufanya wala la kutenda. 为什么这么说？日本国狼子野心，日俄战争之后强夺我国领土，又修建满洲铁路，实行经济侵略。他们在东三省的所 kumbe wanabiashara maalum watu walikuja kuitana. Mwanzo Mr. Kitano aliweza kutumana pesa na akadai basi anataka hapa basi kukubalishwa kufanya biashara rahisi. Governor mwenyewe alikuwa gamtaa na viongozi wengine wa biashara. Huku wanadai Japanese hawafai kuruhusiwa kufanya biashara ara zenye hizi. Unaona? Mwanzo Mr. Kitano ikiwa ni kama design ya kujitetea, kuna pesa fulani ambazo amepatiana. Ili aruhusiwe kufanya biashara, lakini watu wengi ikiwemo jamaa wetu Ting Chi walikataa kuwepo kufanya biashara kwake Mr. Kitano. 就以新晋干事的身份发表一下意见吗？李会长说的我都同意。说到底，目前金武会的财政状况十分健全，并不需要任何的捐献。 Waliweza kulitana juu zaidi, huku wengine wakidai basi Mr. Kitano aruhusiwe kufanya biashara, huku wengine wakikataa zaidi mpaka Chairman Lee anakataa. Wanadai Mr. Kitano hafai kuruhusiwa kufanya biashara rahisi. Mwanzo Majapanese sio watu wa kuaminika. Lakini governor mwenyewe anadai mtu yote ambaye ako na hoja ya kufanya biashara anafaa kupewa na nafasi. Governor ardai mtu yote ambaye ako hapa basi na hoja ya kufanya biashara yuwafaa kupatiwa na nafasi. Mwanzo business is free for all. Washalala. Huko sasa ni upande wa Fushan, lakini upande wa Hong Kong
naye jamaa wetu ndio huyo anakuandalia mazoezi sasa. 有远 IP Mana 贴身摔，长短兼备。咏春的摔法是以反关节为主，唯有拉住对手。李师傅陈 kuna master ambazo hakuwa anazijua, 恒强 alifunzwa Wing Chun. Kwa hivyo sasa ni kumaanisha tekniki ambazo anazijua, zenye ambazo ameongezewa ara zenye wezi. Hii ni kumaanisha sasa Wing Chun amekuja kuwa waya ya umeme shisha. 再分 Mwanzo kuna zile tekniki ambazo tayari anashazijua, lakini aliongezewa zingine. Kumaanisha sasa amekuja kuwa waya ya stima shisha. Wow. Basi ikafika wakati wa kuchomoka upande wa Hong Kong na kurudi upande wa Fengshan kwao manyumbani shasha. Aliwaga marafiki ikiwemo yule master na kisha hatimaye akaamua kuandamana na magari stare kama hiyo kuelekea moja kwa moja hadi kwao manyumbani shasha. IP Mana. Ni baada ya miaka zaidi ya 10 ndio wakati ambapo basi IP Mana anakuja kurudi manyumbani. Kwa hivyo ilikuwa ni furaha isiyo na kifani kushtukia IP Mana ameweza kurudi manyumbani. Brother yake basi huyu Ting Ching, ai, na kuna watu walimpenda zaidi basi bila shaka para kama vile akina Mei. Sasa ikawa ni furaha. Kama ilivyo kawaida upande wa China ukifika kukaribishwa lazima ukaguliwe kama bado uko fiti upande wa mkono. Hii ndio inakuwaga hapa basi kukaribishwa. Punde si punde Ting Ching. Brother karibu. Wacha kwanza nikupea chai. Elewa chai ni kukaguliwa kama bado uko fiti upande wa mkono. Shika hapa tumpee chai tumkaribishe. Shika hapa tumkaribishe. Naona? Akaribishwe sasa. Cheki. Ati sasa ni kukaribishwa. Wow. Mpaka Ting Ching alistuka. Ni这是什么套路? We, mbona nachukua miguu juu? Akamwambia ni style tu ya Wing Chun. Ai we. Si unaweza ngoga mtu mgoe makagale. Akamwambia style ziko mingi bado. Hujaona kitu. Twende bado. Mpaka Ting Ching alistuka. Hizi style zimechomoka wapi bana? Cheki. Bakari mwambie hiyo tosha. Sasa kila mtu akaanza kuramika akidai nataka kufunzwa hiyo style. Tufunze. Nerwa hafai kuwa master raizi, lakini kila mtu anaramika anataka kufunzwa. Kwa hivyo jamaa wetu IP Man akaanza kuwafunza kinyume na mapenzi yake Yan Biao. Mwanzo hafai kuwa basi anafunza watu wa raizi, hafai kuwa master, lakini alianza kuwafunza. Cheki. Na unaona basi venye ambavyo huyu Ting Ching anampenda Mei, lakini Mei anampenda IP Man. Kila mtu akaanza kumuita master, akaanza kuwafunza. Unaona? Kila mtu anamuita master. Mwanzo style ambazo wanafunzwa sasa this time round na IP Man ni style ambazo hawajawahi ziona, na wanafurahia zaidi kufunzwa na IP Man. Check maneno. Wanafurahia zaidi kufunzwa na IP Man. Why? Punde si punde master kamili Yan Biao akakuingilia sasa. Sasa huyu ndio master wenyu Mudolete ogo mukadi wa kapi. Nema. Funzweni basi. Amekasirika Yan Biao. 我来问你，
究竟我们师傅陈华说的咏春是正宗？ Sasa ni biari kuja na machungu. Yako liatiriri. Sasa unajifanya wewe ni master na unaniweza. No hule. Juu inaonekana wewe unajifanya wewe ndiye master wa raizi, unaniweza upande wa mkono. Lakini wakadai sasa tunafunzwa ni deadly. Yaani pia akaona unaona? Akadai unaona? Mimi ninafaa kuwa master na kufunza style hapa. Sasa umekuja na style unataka kuoneshana ati sasa wewe ni mkali kuliko master. IP man. Ni ukoli yai no ngone. Unaniweza. Mimi ndiye master hapa. Ninaonekana umekuja kuanza kufunza style zingine. Unaniweza upande wa mkono. Hapana master, wewe ndiye mkubwa. Wewe ndiye mkubwa, ingawaje niko na style mpya ya kupigana. Hii ni deadly, hata wewe huwezi karibia. Siwezi karibia. Hata una aibu unasema siwezi karibia. Kumaanisha sasa wewe ni mkali kuniliko, nema? Unataka kumaanisha wewe ni mdead? Sijasema hivyo, lakini master siku hizi dhokite no gwa niyo mie. Hayai. Una heshima kwa master yako. Kama unaona kama wewe ni mdeadly, kuja Katambe. Watu wakamwambia master, unawezaje pigana na master? Utili hakuna. Kama anaona kama ni yeye ni mdeadly atoke nje. Unaona kuwa mdeadly sana hata mpaka unakuja kufunza hapa. Mimi na wewe nani master? Mimi na wewe nani master? Wacha tuone hiyo style yako. Sasa jamaa wetu unajua ni beyond ya master yake, alijua yeye hata ataka atajikinga tu. Aliona wao check maneno. Kumgonga anapepetwa. IP man hataki kugonga master, anajifanya tu, lakini ukweli ni kuwa zile style ambazo alifunzwa ni deadly kuliko style zenye ambazo Yanbia wanatumia. Yanbia aliona kabisa ni kuponea ameponea, lakini akajifanya. Ufikirie sana kati yangu mimi na wewe nani master? Mimi ndiye master na hakuna style nyingine ambayo unafaa kufanywa. Na ujura mtu yote umefunza nataka kuwapatia punishment. Lakini IP man anadai hakuna haja ya kupunish mtu mwingine. Iwapo kuna mtu ambao unafaa kupunish, ni punish mimi. Iwapo kuna mtu ambao unataka kupunish, ni punish mimi. Makosa yote ni yangu. Kwa hivyo alipatiwa punishment ya kupiga magoti kwa kaburi lake Samohong na kuomba msamaha. Najua hakuwa na otherwise. Akapiga magoti kwa kaburi lake Samohong na akaanza kuomba msamaha. Tazama. 我已经全都交给你了。谢谢师傅。 以后你千万别叫我做事。 Hata hivyo kwa amepiga magoti na kumbuka venye aliambiwa lazima ajue style ambayo aliweza kufunzwa anafaa kuitumia dakika ya mwisho. Mwanzo ni technique ambayo ni deadly na ni hatari kubwa. Haya sasa jamaa wetu IP man anakumbuka. 就立心，因此误会重重，诸多摩擦。我为了避免摩擦，所以我决定离开佛山。 Hayo yote nakumbuka jamaa wetu IP man. Mimi anampenda sana tena zaidi. Lakini IP man hanaga hoja na yeye. Hanaga shughuli zake. Hajawahi mpenda yani. Rachana kwa amerudi upande basi bila shaka wa China. Lakini hampendi hata kidogo. Lakini Ting Ching anampenda mbaya mbovu. Check maneno. Uko na Yanbia alianza kuimbia tu style. Alikuwa anajifanya ati ni tu style tu wana, lakini ameanza kuibia. Mwanzo anashindwa iliendaje akapepetwa. Yanbia anashindwa sana iliendaje akapepetwa. Yanbia alikuja kwa kaburi la Samohong. Cheki. 师傅，请你给我指示。如果你认为我应该把他逐出师门，你就让我掷出个弓子来。Alianza kuuliza Samohong afanya nini? Amfukuza IP man
ama IP Man akae hapa. Sasa anamwambia anarusha kishiringi, anataka kumfukuza yani anataka Sammo Hung amsaidie kufukuza IP Man. Lakini akirusha inakataa, kile kishiringi kinakataa. Akisema heads inakuja tails, kumaanisha hafai kumfukuza IP Man. Lakini siku moja pale ambapo Ting Chi anafanyaga kazi, kikosi cha kimagaidi kile kuingilia shasha. Cheki maneno. Kikosi cha kimagaidi shasha kimesha kuingilia. Wakadai tunasikia nyinyi ndio watu ambao ni wadedri zaidi upande wa School of Martial Art. Chairman Lee alikuwa mtaa. Chairman Lee akaambiwa kama wewe ndio mdedri zaidi upande wa Martial Art, tunataka uchomoe mtu mmoja wako yule the best, na si tuchomoe wetu. Wetu akishinda wako unafunga hili shule. 你们最好不要强人所难。哼，没问题，你们不教就由我们来教。哼，我看你就是来闹事儿的。我们不要动手。啊，对。我多少？北野会长，你带一些人来我金武体育会，到底为了什么事啊？很简单，想跟你们打个交道。你们不像来打交道，我看是来打架的。既然这里是学武之地，较量。wanataka challenge. Check maneno. Akaingia Chairman Lee. Chairman Lee chunga. Lakini jamaa wetu aliingia. Mwanzo yeye ndiye mkufunzi kwa lile shule lake Chairman Lee. Akamwambia Chairman Lee, wewe umavako, acha nikabidhiane na hawa watu shasha. Aliamua kubidhiana na wao. Jamaa wetu Ting Chi, cheki. Na Ting Chi upande mkono, yeye ni wazimu. Cheki. Cheki venye anakuja kuwa andari ya shasha. Ting Chi kagua. Ting Chi shasha. Ting Chi kabidhiana na wao. Nairu hawa ni magaidi wake Mr. Kitano. Mr. Kitano hata amesikia kwa hili shule ndio kuna walimu wa dedri zaidi. Sasa Mr. Kitano ametuma magaidi wake wakuja kabidhiana na wao, waone venye ambavyo ni wa dedri. Chunga sana Ting Chi. Lakini Ting Chi aliwaweza. Mr. Kitano akamwambia nimeona hapa basi sisi ni shadow, kwa hivyo tumeenda. Tulidhani hapa basi amkajui, lakini sasa tumeona nyinyi manze mna kanu, nyinyi ni wadedri, nyinyi ni hatari kubwa, nyinyi ni wadedri upanda mkono. Ting Chi, kwanza leo wewe ndiye official master. Lakini ile story haikumfurahisha hata kidogo Mr. Kitano, kuona venye ambavyo hapa basi ameretiwa down. Mwanzo Mr. Kitano ni gaidi na anataka kutake over everything. Aya, jamaa wetu IP Man wakiwa na jamaa wetu hapa basi Ting Chi, haraka Beshi na manzi wetu Mei, elewa they grew up together. Waliamua kujisukumia msosi. Cheki. 三边油条是你小时候最想吃的。我哪有说过啊？你真的忘了？看来我小时候还挺风趣的。可惜。 Lakini venye ambavyo Mei anajaribu kujipendekeza kwake jamaa wetu IP Man, alipata IP Man hanaga shughuli zote yoyote yake. Kwa hivyo ndio unaona basi amekasirika, ametamburuka. Mei amejam. Lakini hata hivyo waliporea hapa basi wakibonga jamaa wetu Ting Chi wakiwa na IP Man. Washalala. Mwanzo hata hivyo bado majapanese ndio wanasema ara zenyewe hizi. 恭喜你是成功商人。 Unaona? Bado majapanese ndio wanasema ara zenyewe hizi. Sasa hawa waliwacho wakibonga stara kama hiyo, jamaa wetu kipenda basi Ting Chi wakuwa na IP Man. They grew up together. Waliletwa ara zenyewe hizi basi na baba yao. Kwa hivyo ni watu ambao hapa basi wanajuana na wanapendana zaidi. Mbele they are kind of brothers.
wao ni mandugu mtazamaji. 开武馆 Wao 给我出， ni 不 mandugu. 止在佛山啊，我还想在全世界。 Lakini sasa IP Man amesoma, aliendelesha masomo yake zaidi. Lakini Ting Chi 我一代， akabaki upande wa China na anajua tu cheers ni mabeshte. 而我 Wow. 你将来有了名， Ajabu ni kuwa Ting Chi anakuwa amemnoki Mei, lakini Mei hanaga story naye Ting Chi. Mei ako na haja na IP Man. 利润怎么分呢？ Wow. 干脆你3我7，一人一半，一口价，你4我6。凉了，快吃吧，就这么说定了啊。吃东西吧。 Ni mandugu na wanapendana zaidi. Lakini Mei kila siku ni stress. Atafanya nini IP Man ampende? IP Man ampendi. IP Man anampenda Cheng Wing-shing. Cheng Wing-shing naye hana habari kwamba na kweti IP Man ndio sasa Cheng Wing-shing. Hana habari kwamba na kweti IP Man amesharudi upande wa China. Kwa hivyo wakati moja hapa basi alikuja kuagizwa waweze kuandamana kwenda kuona video. Bulolo yaye waliamua kwenda kujionia sinema. Mwanzo yeye anadai mapenzi yake yote ni ya IP Man. Richo na kuwa hapa basi IP Man ameporea muda mrefu zaidi, lakini yeye hata waiacha kumpenda IP Man. Mwanzo she's a woman mwenye anajiheshimu sana, huyu Cheng Wing-shing, na anaheshimu mapenzi yake. Kwa hivyo chenye tu ambacho anataka basi ni jamaa wetu IP Man. Wow. Hata hivyo hapa basi moja kati ya watoto wa Masonko alikuja kumuuliza basi waweza kwenda kujionea sinema. Manzi wetu hakukataa. Mwanzo alikuwa na stress. Cheki maneno. Cheng Wing-shing ndio huyu. Walikuja na mtoto wa senator. Ilo babake ni governor, sasa wamekuja na mtoto wa senator. Wamekuja kujionea filamu, wamekuja kwa wako hapa Hawaii Video International. Wamekuja kujionea movie za DJ Afro Amigos. Wa chanala. Walikuja lakini pale manzari keti kucheki upande mwingine IP Man. What? Haya. Ekairi mana ile manosho sasa managia. Na alikuwaga mtaa Mei na Ting Chi. Kumbe Ting Chi ndiye alichora huyu manzi akuja kwa filamu ili Mei aruzi Hope na IP Man. Hiyo ni mpango yake Ting Chi. Mwanzo Ting Chi anamtaka Mei. Sasa walianza kuwatch movies za horror. Na Cheng Wing-shing anaogopa sana horror. Cheki. Ni aromuo. Kwanza ameumwa sana Saidongi, ameumwa sana. Manze kwenda kuchungulia tena akaona uniambie meno ikitoka. Sasa ndio huyo ameumwa mapua. Jicho imemezwa. Mururu yenyewe ndio inamwagika kwa mdomo. Ameumwa sasa mpaka akili. Sasa manze anachungulia, wacha kuchungulia. Ameumwa akili. Unaona hawa ni kupendana na pendana. Sasa ndio huyo anatolewa moyo. Roho imetolewa pamoja na moyo zote pamoja na maini. Figo nao ndio hiyo imetolewa. Kumeharibika. Hata usiangalie. Ni kumzubaisha manzi. IP Man shusha. Lakini Cheng Wing-shing anakuwa amemnoki. Cheng Wing-shing anakuwa amemnoki IP Man. Sasa wewe aliumwa sana tena zaidi. Mwanzo plus hata wakati walichomoka upande wa nje, jamaa wetu akadai yeye anataka kuchomoka wakiwa na Cheng Wing-shing huku Mei, naye sasa akaitwa. Ile yote ilikuwa ni plan yake Ting Chi. Mwanzo Ting Chi alitaka Mei amsahau na IP Man, na ndiye alichora. Ting Chi ndiye alichora venye ambavyo IP Man watapatana na Cheng Wing-shing. Alala yeye. Kwa hivyo Ting Chi alikuja kaambia Mei, hebu tuchomoke hapa basi. Huyu jamaa amesoma, huyu naye ni mtoto wa governor. Kwa hivyo mtu kama mimi tunafaa kuchomoka. Mei akaumwa ndio, mwanzo anampenda IP Man, lakini alikosa otherwise. Na Ting Chi akamwambia tuondoke hawa watu basi, tuwapatie privacy. Huko nao wakawachwa basi wakuwa wawili stara kama hiyo. Sasa ikani wakati wake IP Man kujitetea. Iliwa mtazamaji, kuna watu hawajui kujitetea. Hii kitu nimegundua juzi. Kuna watu hawajui kujitetea kabisa. Kama jamaa mwingine best yangu ati unapata naambia dem, we
Sasa ati ni kujitetea. Nikikuomba unaweza nipea. Sasa hiyo ni kujitetea aina gani? Alafu kuna mwingine sasa huyu anifurahisha sana. Ati we niko na kitu ifanani na yako. Hebu tuliganisha tuone ni gani kubwa. Sasa ati nilistaini ya kuomba. Sikiza, ati kuna kitu nataka walinganishe. Unaona? Kuna watu wanakuwa na shida ya kujitetea. Kuna watu wengine naambia dem oka kuja utabea kwetu nitakununulia kagumu. Sasa una shida kagumu. Of all the things kagumu. Hai suru. Pia na ikawa ni wakati wake IP Man kujitetea. Na kama nimevyoweza kukufahamisha mtazamaji, kujitetea inakuwaga ni ngumu zaidi. Ni watu wengi sana washakuwa na mademo kwa karibu na wao sana na wanatoka wajagudhururu juu ya kushindwa kujitetea. Naona? Juu ya kushindwa kujitetea. Lakini IP Man aling'ang'ana kabisa. Kaanza kuambia Manzi usijali, mimi kwanza wakati utachokozwa napiga wanaume 1000 kabla sijakula. Nikikula napiga wanaume 2000. Naona? Hivyo Manzi akaona kweli hapa kwanza Manzi akona security. Jamaa wetu anamwambia mimi hata kuko na matope siteredhagi. Ati venye watu wanaendaga hivyo wanaaguka, mimi siwezi aguka. Mimi miguu yangu ikanyaga imekanyanga. Mimi ni hatari kubwa. Akaendelea kujitetea. Jamaa wetu IP Man akaendelea kujitetea kwa yule manzo wake. Ala. Lakini usisahau babake huyu Manze ni governor. Na jamaa wetu IP Man ni Burugwai. Kwa hivyo wakati ambapo Manze alifika kwa manyumbani, alipewa msomo mbaya mbovu na babake. Babake ameshareta shida shasha. Mwanzo anamwambia utawezaje kupatana na mtu hivi? Mnaanza kuonekana na yeye hivyo ni kuharibia familia yetu sifa. Ni不该跟那个武夫业务来往。既然你不喜欢武夫，那你为什么要支持街舞体育呢？我支持他们是我工作上的需要。Itakuwaje? 不是为了工作，我没有那么虚伪。我虚伪？我是你爹。 Lakini babake alimwambia sitaki kuja kuona karibu na huyo mtu tena. Lazima ujue ni mtoto wa governor. Unawezaje kwenda na mtu wa kaburi? Mtoto wa governor na mtu wa kaburi haiwezekani. Hata ingekuwa heri ni mtu wa Kingangi kuliko mtu wa kaburi. Ama mtu wa Dovu. Umetoka kwenyu kunaitwa Dovu kuliko mtu wa kaburi. Nyewe alikasirika zaidi. Lakini all the same Manze anampenda jamaa wetu. Na alikuja kumwambia kinaga ubaga kumwambia yenyewe itabidi ubonge na babangu. Mwanza babangu amekudharau zaidi na hata hataki kujua kama umesomea kuropa ndo Hong Kong. Amedai hatuwezi tukaonana tena. Lakini jamaa wetu alidai hakika hii siku iliweza kufuata alikuingia hadi kwa ofisi ya governor. Nataka kumuona. Jamaa wetu ni Kemoda. Alikuingia kwa ofisi ya governor. Yeye dangamanya. Haya, kumbe naye governor alikuwa ametembelewa basi na foreigners. Cheke maneno. It's pleasure with all mine. By the way, where could I purchase born China? 他想知道在哪里可以买到。Hapa kuna mtu anajifanya sasa atinajua kizungu na hajui. Sasa jamaa wetu anasikiaga kizungu hivyo aliandika. Huyu mzungu anasema anataka kuua mtu. Akaambiwa ukitaka kuua mtu enda kwa kichinjio, lakini yeye anadai basi anataka kwenda kwa kichinjio, lakini interpreter unataka kuua mtu hai. Lakini sasa jamaa wetu alijua jamaa anataka kwenda kwa kichinjio wewe. Waambie wazungu wanataka kwenda kwa kichinjio. Sasa aliandika na Kichina. Wewe ng'ombe unajifanyaga wewe ndiye mtu wa kuinterpret. Wanataka kwenda kwa kichinjio. Nilikuwa nacheza tu. Kumbe mnataka kwenda kwa kichinjio. Tutawaonesha pale kichinjio kiliko. Yaani kale kama mtu kanajifanya ka interpret hakajui kuinterpret. Lakini jamaa wetu juu alikuwa upande wa China amesoma Kiingereza, alikuja basi akasaidia wale wa Uingereza. Zaidi akamsaidia governor. Mwanzo pia governor hajasoma ni Kaliko boy. Governor pia ni Kaliko boy. Lakini jamaa wetu alikuja akajileta roho sasa ameweza kusaidia governor na Kiingereza. Akamwambia governor yenyewe mimi sitaki maneno mingi. I want your daughter. Nataka daughter yako. Mwanzo
sioni ni kwa sababu gani unipinge kumuoa. Sasa Cheng Wingxing alikuja kuitwa we. Kwani ulipatana na Kemoda? Kwa nini? Ako chini na bonga na mudhe. Haya. Mpaka Cheng Wingxing alistuka. Kushtukia IP man. Amekuja kubonga na babake. Unotoge tuweke adhoni. Na haogopi. Kumbe sasa naye wei. Machungu ama zaidi ukipenda Mei wei. Machungu chocho. Akimagine IP man hana haja na yeye, mwanzo anatokwa na wazimu. Akimagine IP man sasa ameshakuja kupendana zaidi, basi bila shaka pana ule manze Cheng Wingxing anatokwa na wazimu Mei chocho. Lakini atafanya nini maskini wa Mungu, wala atatenda nini? Sasa Tingching alikuja akamwambia Mei, manze wale ukikataliwa umekataliwa manzi. Kwa hivyo wachana na asiyekupenda, nipende mimi ambaye ninakupenda. I want to marry you and make you my wife. Nataka kukuona ni kufanya bibi yangu. Wachana na IP man. Osione wegwenda onali na mudoge. Mimi nataka huyo ndiye nataka. Si unitaka mimi? Hebu angalia baka nimekuletea zawadi, cheki ndio hii 500 ya kukufanya unipende. Hata nimekuletea zawadi nyingine nakupea 500 alafu nimekuletea zawadi nyingine. Mimi nataka huyo ako na mtu mwingine, mimi ndiye sina mtu. Hebu angalia zawadi. Maaza akakumbuka kitambo venye walikuwa na sosi pamoja. Wakubaishi na jamaa wetu IP man, harakadhala kibaishi na jamaa wetu Tingching. Hamini amekuja kuletewa dhwiti ya white wololo ya ye tropical. Mwenyewe sikupendi lakini sina waisi. Asante sana. Ikawa sasa jamaa wetu Tingching akaona hata poteza wakati na Jumanzi ameruhusu Hope atakuja kumuoa, na kwa hivyo kuja kutengenezwa sherehe moja kubwa zaidi ya harusi baina ya Tingching na manze wetu Mei. Shalala. Sherehe basi ikakuja kutengenezwa sherehe moja kubwa, maduong kubwa zaidi. Mwanzo Mei aliruhusu Hope na IP man. Na juu ya machungu na hasira ambazo alikuwa nazo, akaamua hata poteza wakati mwingine atakuja kufanya harusi moja kubwa zaidi wakiwa na Tingching, huyo manze wetu Mei. Kwa hivyo wakapanga doa na ikatayarishwa. Chairman Lee alikuwa gamtaa, moja kati ya wageni wa heshima kabisa. Watu walijiandaa, yani bia walikuwa gamtaa, wote ni kujiandaa sasa mwanzo kutakuja kufanywa harusi moja kubwa zaidi baina hapa basi ya Tingching na Mei. Lakini punde si punde Majapanese walikuja kuleta zawadi. Cheki. Na zawadi ikapatiwa Tingching personally. Akaambiwa hii unajua maana yake. Unaona? Na ni binti yake Kitano ndiye ameleta ile zawadi. Kwa hivyo kunisha na sasa hapa kuna mambo inapangwa shasha. Na Tingching akachukua. Makosa. Haisuru. Harusi iendelee. Sherehe ndizo hizo. Kamnyweso zaidi kwanza Kanaba special kutoka kwa Wakehara. Kanaba special ilikuwa imeletwa hapa kwa ile sherehe za harusi kutoka kwa Wakehara. Hali kadhalika chips ya karoti. Chips ya carrot ilikuwa imeletwa imepikwa na Kaparo. Kaparo mpishi mkubwa. Ulolo yaye. Shalala. Kisha manze naye huyu basi anamgoja tena vizuri zaidi, anamgoja hapa basi kwa hamu na gamu basi bila shaka pale bwanake ambaye ni Tingching. Mei alimpenda sana na angependa kuolewa hapa basi na IP man. Basi kama ndivyo hivyo IP man hakuwa na shughuli wala na hoja na yeye. Hakuwa na shughuli wala na hoja na yeye. Hakuchelewa kufika raisi, ukipenda zaidi basi bila shaka para governor. Urutikano basi pia Chairman Lee alikuwa gara za nyawezi, na Chairman Lee ni moja kati ya watu ambao wanapinga sana kuwemo kwa Majapanese sehemu hizi
za China. Huyu Chairman Lee amekuwa akipinga kwa hali na mali, huku akidai Majapanese hawafai kuruhusiwa kuingia sehemu hizi basi za upande wa China. Mwanzo anadai Majapanese sio watu wazuri. Hata hivyo ikawa ni sherehe basi sio na kifani, watu wakasherehekea, watu wakajienjoy, mambo ikawa mazuri zaidi. Yanbia wanakuaga mtaa, IP Man wanakuaga mtaani, welele yaye harusi ni yake Ting-Chi akimuoa Mei. Watu wanasherehekea zaidi, lakini mtazamaji umeona kuna barua imetumwa personally kwake Ting-Chi eti ni zawadi ya harusi yake, kitu na ambacho Ting-Chi hakuoneshaga mtu yoyote. Walikuja sasa kupata stara kama hiyo, huko naye IP Man akamzindikisha Chairman Lee. Cheki, alimzindikisha Chairman Lee stara kama hiyo. Kila mtu ni mlevi juu ya sherehe na furaha ambazo zilikuwa mtaa. Sawa,是老爷。你找了，叶问。我们进去再喝一杯。时间不早了，李会长。什么不早？ Acha nikuonyeshe, siona ati mimi ni mlevi, mimi ni mbaya. Acha nikwambia IP Man, mimi ni mlevi lakini mimi ni mbaya sana, naweza kugoga sana. IP Man anamwambia hapana, kuja nikuonyeshe vita. Nadhani ati wewe unajua vita, kuja. Kuja nikuonyeshe, unajua mimi ni mlevi lakini mimi naweza kugoga vibaya sana. Sasa Washington alikuja, mnene kwani kuna ubaya? Lakini IP Man anaweka two stance. Wakati huo basi hii ilikuwa ni siku ya kubreakua virginity kwake Mei. Ting-Chi waliweza kupata nafasi ya kuweza basi kubreak virginity yake Ting-Chi, na kisha hatimaye akamfanya mke wake. Hatimaye basi na IP Man baada ya kumfikisha mzee wetu basi aliamua kutamburuka. Lakini nyakati hizo za usiku Chairman Lee alivamiwa akauawa. Makosa. Chairman Lee amevamiwa na ameuawa. Aliyemuua ndiye bishi na hajulikani. Sasa ikawa ni kitanzi, subuhi na mapema, watu ndio wa story. Chairman Lee ameuawa, dakika ya mwisho alikuwa na IP Man. Mpaka NBA waweza kuitwa. Shasharua ni moja kati wazee ambao wanaheshimiwa zaidi. Chairman Lee kwisha maneno. Makusha. Ikawa sasa ni tisho na hasira kwa kila mtu. Nani amemuua hapa basi Chairman Lee? Wakati IP Man alikuingilia, aliona hii fist ni yake Ting-Chi, na Ting-Chi ni brother yake. Akaikumbuka. Naona? Akatazama venye mzee amefanyiwa, kisha akaikumbuka. Akadai hakuna mtu anajua hiyo style isipokuwa Ting-Chi brother yake. Kwa hivyo alichomoka mbio shasha. Cheki. Ting-Chi toka nje. Mei alikuwa mtaa. Ting-Chi akamuuliza, we Kibrasiri, nini unakuja na fujo stare? Akamuuliza kwa nini ufanyia hapa basi Chairman Lee stare kama hiyo. Ilo sasa mpaka Ting-Chi ajue kama Chairman Lee amekufa. Kwa nini ufanyie Chairman Lee stare kama hiyo? Nini? Hii style wewe tu ndio unaijua. Itakuwaje? Itakuwaje? Kwa nini ulimuua hapa basi Chairman Lee? Chairman Lee is dead? Ndio, Chairman Lee amekufa. Na hii style ni wewe tu unajua. Mei alikuja mbio roho wamelewa pamoja. Bwanako ndiye amemuua Chairman Lee. Lakini Ting-Chi akamwambia fikiria vizuri zaidi. Technique ni ya kufunzwa watu wengi brother. Huenda ndio ninaijua, lakini mtu mwingine akamuua Chairman Lee. Kwa nini muue Chairman Lee? Na alikuwa mdozi wangu. Kwa nini mmalize Chairman Lee? Na alikuwa tena hapa basi besti yangu.
Wala inapa sio mimi. Swear basi. 与有关。 Nataka uwape. Nataka uwape. Okay, kama 我一 I swear. Na hapa kwa jina la Baba na la Mwana. Right on time. Wana polisi wakakuingilia. Kabla Tenchi haja hapa, wana polisi wakakuingilia. Watchman amedai IP Man ndio walipigana wa mwisho na Chairman Lee. Kwa hivyo IP Man, you are under arrest. Makosa. 发生过争执和打斗，李会长昨晚喝多了。 Tunasikia wewe ndiye ulipigana na hiyo mzee dakika ya mwisho, kwa hivyo inaonekana wewe ni wewe ulimuua eh? Sasa hapa hata ukitoa kitu kikubwa namna gani lazima tuweke wewe ndani. Kwanza unatoa kitu kikubwa, lakini hata baada ya kutoa kitu kikubwa bado tunaweka wewe ndani. Hii ni serikali ya digital. Hii ndio serikali ya digital, unatoa kitu kitani, kitu kitogo na bado unawekwa ndani. Hii inaitwa digitally. Digitally unatoa kitu kitogo, lazima utoe kitu kitogo na bado tutaweka wewe ndani. Lakini nimwambia brother yake Tenchi, I hope ulikuwa na hapa ukujua haukumuua Chairman Lee. Badona, no. Oi maskini wa Mungu. Kijana wetu akakamatwa maskini na akawekwa ndani. Oi yai. Maskini kijana wetu IP Man walikamatwa na akawekwa ndani. Governor alikuja kumtetea. Lakini kasemekana jamaa ako under high investigation. Hawezi akawachiliwa unless kuwe na utafiti wa kutosha na evidence ya kuonyesha kuwa he is innocent. Oye. Richa na kuwa governor alijaribu kumtetea, lakini wapi? Maskini wa Mungu alikamatwa na akawekwa ndani. 你口口声声说叶问无辜，你有没有证据？没有证据就不要胡说。 Oye yai. Atafanya nini maskini wa Mungu, wala atatenda nini? Alikamatwa na akawekwa ndani. Majangili wakaendelea basi na shughuli zao, lakini swali na mimi nakuuliza dogo brother mpenzi mtazamaji, iliendaje Chairman Lee akauawa? Walikuwa pamoja na jamaa wetu, lakini hatimaye basi alipatikana akiwa mahali mahututi. Chairman Lee aliuawa. Aliyemuua ndiye tisho na swali kubwa ambalo liko basi kwa kila mwananchi. Zaidi kwake hapa basi Cheng Wengxing, mwanzo hapa basi ni alikuwa boyfriend yake IP Man. Anashindwa atafanya nini IP Man achomoke. Lakini utaona Tenchi hakushughulika. Aliendelea kujishughulisha basi kwanza na Majapanese. Mwanzo Majapanese walikuja kumpa nafasi ya kufunza Majapanese mashorata. Wala la yeye. Huko na wakina yanbiao wanatakana bishi wakiwa mpaka na governor mwenyewe wanakujaga kumcheki gerezani kijana wetu wa IP Man. Hawajui wafanya nini wala watende nini. Oye yai. Aliye brother ke just imagine na yeye hamshughuliki kidogo, hata hakuwaitoka hata siku moja manze. Akuwa ameenda kumcheki para gerezani. IP Man shida tabu manoso. Upande mwingine basi na Tenchi ni kufurahia, kusherehekea na kupata chapa. Manzi wetu hakusita kwenda kumtembelea, zaidi ukipenda manzi wetu Cheng Wengxing hakusita kujaga kumcheki boyfriend wake. Mwanzo moyoni wake na maishani mwake anajua kabisa nampenda huyu jamaa, anajua one day one time in one way or the other somehow somewhere they will live together. Lakini Tenchi hana hoja na bradhaki, hakuna kumsaidia na msaidia, hata hakuja kumcheki gerezani. Just imagine ni ndugu wake bishi wamelewa pamoja. Tenchi hana shughuli. Lakini wakati moja Mei alikuja kwa kibeti chake bwanake kufungua, akapata kumbe Tim King ndiye alimuua Chairman Lee na alikuwa ametumwa na Majapanese wakiongozwa na Mr. Kitano. Makosa. Wakati huo basi naye manze wetu alikuja gerezani akadai IP Man afunguliwe. Kwa nini? Akadanganya na ati yeye walilala siku hiyo, watu walikuwa kwa kitanda. Na ile Kijapanese ni vibaya sana, yani Kichinese ni vibaya sana kudanganyana ati mulilala na mtu. Lakini ilibidi adanganyana ati walikesha kitanda kimoja wakiwa na IP Man ili IP Man awachiliwe.
Basi Manzi akadai yeye amechomwa ushahidi na akadai walitumia usiku, yani walikesha usiku mzima akigudhwa Ororo na IP Mana, kwa hivyo IP Mana wachiliwe. Manzi alidai I swear ninapa nilikesha usiku mzima nikigudhwa Ororo nikinyenyuliwa Giono Lioweira. Huyu jamaa mzee wake mfupi alitembea kwa kisimayo changu akafanya kazi hadi asubuhi, na kwa hivyo mumwachilie mwanzo, yeye hangefanya mauaji mbele usiku yote alikuwa na mimi. Wenyewe wana polisi wakamwachilia IP Mana. Mwanzo Manze is a sore weakness na amedai hapa basi jamaa wetu ni innocent. Licha na kuwa alipolea miezi kadha wa kadha gerezani, lakini Manze alimsaidia basi na akamchomoa gerezani. Lakini babake alimwambia, kwa nini ujitia aibu stare kama hiyo? Unawezaje sema ulilala na mwanaume na bado hujaolewa? Umeaibisha familia. Lakini Manze alidai it's all because of love. It's all because of love. Naye jamaa wetu IP Mana akamwambia I will marry you, lakini Manze akamwambia don't marry me juu nimekuokoa. I hope and wish you will marry me because you love me. Lakini IP Mana akamwambia Manze nakupenda sana tena zaidi. Licha na kuokoa umeweza kunichomoa gerezani, bado ninakupenda. Kwa hivyo sio eti juu tu umenichomoa gerezani ndio nitakuoa, lakini juu ninakupenda sana Manze. Sana tena zaidi. Kumbe naye Mei kujua ati bwanake ni muuaji, aliamua kujitia kitanzi. Check maneno. My dear, wakiwa waadiga nao chukua makasi woi. Lakini ako right on time. Yani aliweza kukoa maisha Mei. Mei akamuuliza unezaje muua huyu mzee, nimeona barua. Itakuwaje? Kwa nini muua huyu mzee na venye kusaidia? Kwa nini? Ting ching. Akamwambia it's all because of you. Nikokoa maisha yako. Majapanese waliniambia nisipofanya hivyo watakuua. Lakini kwa nini ukaua mzee mwenye alikuwa anakuheshimu? Akaambia Manze ni juu yako. Kama singefanya hivyo wangekuua. Wacha nichukue hiyo barua nichome. Kwenda kuchukua barua Sina iko na yanbi yao. Watu washajua sasa yeye ni msaliti shasha. Ni venye ambavyo IP Mana ameteseka, venye ambavyo IP Mana ameishi gerezani na anafaa kuwa brother yako nani. Aliambia Manze nyewe kama unanipenda now we gotta go. Juma Japanese wakijua they gonna kill me. Wataniua na wakuue. Kwa hivyo tuhepe. Kumbe yanbi yao na alikuja kupata hilo barua sasa ambayo inaonyesha vizuri zaidi kwamba anakuwa Ting Ching ndiye muuaji. Zaidi mpaka IP Mana ameishi gerezani juu ya huyu Ting Ching. Yanbi yao walitokuwa na wazimu vile shashao. Hawa nao sasa ni kuhepa. Ting Ching mbele yao my Japanese. Yanbi yao anajua ukweli wa maneno. Hii story itaenda hivi julikana baka na IP Mana. Kwa hivyo hauwezi ukaenda popote. Jimuitu kada you did what you told me. Akaambiwa kama unataka kuhepa lazima umuue yanbi yao na IP Mana. Failure to that tunamuua manzi wako. Sasa tuko na mzimu. Tena amekuja kumuongezea habari maneno. Mliniambia vizuri zaidi ni muue Chairman Lee. Akaambiwa sio tu Chairman Lee, kama hautamuua basi yanbi yao na hautamuua basi bila shaka para IP Mana tunaua manzi wako. Kitanzi tena Aisha walala yaye Ting Ching na nyakati ni za usiku na hapa ni kitanzi shasha. Ting Ching lazima ufanye venye ambavyo tunakuwa mbia. Manzi wake alikuwa anang'ana kidogo kosa. Ufanye venye ambavyo tunakuambia na tunakuahidi tutakupa kibali ya kuchomoka.
ukatae tumalize manzo wako. Oye. Na akamwambia Ting-Chi, hautafanya hichi kibarua peke yako, tutakusaidia. Kama unataka Mei akiwa uhai, lazima muue Yan Biao na umuue IP Man. Na Majapanese wakaamua watamsaidia kuangamiza Yan Biao. Cheka maneno. Na Yan Biao amekuja na kikosi cha wana Shaolin Temple kadha wa kadha, wakuja mtafuta Ting-Chi waweze kumfunza na kumtia adabu kwa kumuua Chairman Lee. Cheka maneno. Lakini kufika ara za nyuma hizi, watu wenye walikuwa mtaa wameshatekwa nyara na Majapanese wote, na kisha walala ya watu wametekwa nyara, wamefungwa disini kama hiyo. Kisha upande wa reverse, right on time, Majapanese ikiwemo Ting-Chi. Juu anampenda sana mpenzi wake na anataka kumuokoa, lazima afight na amuue Yan Biao. Makosa. Walele yeye. Wana Shaolin disciples. Cheki. Wenye walikuwa mtaa wajaribu kuokoa maisha yake Yan Biao shasha. Cheki maneno. Yan Biao na wale wanafunzi ambao walikuwa gana wa raizi ni kitanza sasa. Na Majapanese wako hapa kibao shasha. Walelelelelelele. Wow. Cheki maneno. Aish. Hujawaiona. Hataki kuwaua wenzake. Ting-Chi anajua yeye ni msaliti na zaidi mengi ambayo amefanya hara zenye hizo kwa mapenzi yake, lakini atafanya namna gani? Ting-Chi akarushwa na manzo wa Kijapanishi. Manzo wa Kijapanishi zaidi binti yake Mr. Kitano. Aish, kitanze shasha. Yan Biao. Na unaona Ting-Chi amejifunga. Ting-Chi amejifunga kininja, bado Yan Biao hajamgundua. Yan Biao shasha. Walelelelelelele. Yan Biao na Majapanese. Chunga sana Yan Biao. Uswadi. Uswadi zinatoa moto hara zenye wizi, tazama. Uswadi wake ukakatwa. Yan Biao maskini wa Mungu. Uswadi umekatwa. Lakini kidogo hivi alimvua Ting-Chi mask. Yan Biao alimvua Ting-Chi mask. Hapa ndipo alikuja kujua huyu Ting-Chi. Cheki. Mwanzo hajaona watu ambao wanajua Wing Chun. Na anaona basi kuna mmoja kati ya maninja anajua Wing Chun na amevungwa mkono. Kaburi lake Sammo Hung. Maskini wa Mungu. Itakuwaje unajua Wing Chun? Kumurusha. Makosa. Ting-Chi. Yani wewe ni msaliti. Gai. Pata moja. Yan Biao haamini. Kwa zubaisho na kurushia meza, sasa haamini ati Ting-Chi amegeuka kuwa msaliti bana. Makosa. Yan Biao ruka. Magaidi wamekuwa wengi, lakini right on time. Asanta sana. Mardadi. IP Man akakuingilia. IP Man manze akakuingilia shasha. Bash. Maninja, Majapanese, Ting-Chi, manze hata nyinyi mumeuka. Muno mumeuka muno. Twende kisha. Na sasa huyu ni mdedri, huyu ni Ting-Chi. Ama basi bila shaka pale ni IP Man. Na IP Man ni mdedri. IP Man dangamanya. IP Man shasha. IP Man dangamanya. Kumkuruza kwanza IP Man. Yule manzari chapo kichapo cha dogi. IP Man shasha. Pa kumalizwa. Majapanese kadha wa kadha wameshatambarizwa tayari. Ting-Chi afaa kuwa bradhake IP Man,
lakini ni msaliti. Manze nakwambia kitu, hakuna kitu mbaya kama kuwa msaliti. Cheki wa IP Mondo IP Mana wa shalala manze karash oka Majapanese, endeni nyumbani kwa nyanya zenyu. Dhiei washo guo. Aliwaambia Majapanese waenda kwa nyanya zao wakapigwa mokimo kamito. Akamwambia IP Man, sasa it is a fight to the death. Only the strong to survive now. Lakini IP Man akamwambia, it's not a fight to the death, this is a fight to prove you wrong. Pwende shasha wa IP Man na Ting Chi. IP Man na Ting Chi. Ting Chi anadai it's a fight to the death, lakini IP Man anamwambia, this is a fight to prove you wrong, man. This is a fight to prove you wrong. Lazima nikuonyeshe umefanya vibaya. You were supposed to be my brother. Nani? Unafaa kuwa bradhangu. Vavarai, unafaa kuwa bradhangu. Sijui ni mashetani gani alikuingia wewe. Sijui ni mashetani gani alikuingia. Mwanzo unafaa kuwa bradhangu. We were brought up together. We grew up together. We fed together. We ate together. We paid together. We grew up together. We lived up together, my brother. Kwa nini ugeuke kuwa msaliti? Kwa nini? What happened to you, my brother? Tulikuokota wakati moja kuro pande wa China, ukuwa umetupwa. Babangu akakuchukua, akakufanya bradhangu. Tukaletwa kwa Shaolin Temple pamoja. Tukalewa pamoja. We fought the same war together. Kwa nini tena sasa ukuwe msaliti? Kwa nini? Hata kama hatukutoka kwa tumbo ya mama moja, lakini tulilewa pamoja. Babangu alikuwa kwa street, akakulea na akakufanya mtoto wake. Kwa nini ugeuke kuwa msaliti? Kwa nini? Kwa nini nani? Kwa nini nani? Kwa sababu gani? Kwa nini ukuwe msaliti Vavarai? Kwa nini bradhangu? Why? Why? Kwa nini? IP Man, nataka kujua ni kwa nini. Kwa nini tulikuokota mtaani? Tulikuokota mtaani, tukakulea na kisha unatugeuka na kuwa msaliti. Unatugeuka na kuwa msaliti na unaua zaidi kwanza Chairman Lee, mdozi wako, best yako, mzee ambaye alikuheshimu. Kwa nini ukafanya tabia kama hizo? Ting Chi, kwa nini? Ting Chi, Neke, why? Kwa nini? Utasema kwa nini? Utasema ni kwa nini? Alivunjwa mguu na mikono na tumbo. Akaambua, this is not revenge. This is not revenge. Wanawagiri urutuo dawe, muruteda. Mutika kwa urutada tafadhali. Master, unasema nitolewa tubo. Sasa tubo nikitolewa tubo, kwa nini nitolewa tubo? Lakini aliwaambia, wacheni niwaambie ukweli. Akamwambia IP Man, remember, mliniokota nje kwenu. I am not a Chinese. I am a Japanese spy. I was sent on a mission kuchunguza mambo ya Kichinese. Kwa hivyo msinibeba vibaya. Richa na kuwa ni muasariti. I am a Japanese. And I am not the only spy. My spy ni wengi sana, ni watoto wengi sana wanaletwa huku wakiwa ma Japanese kufanya kazi ya uspy. What? Nilijifanya brother yako ndio, sikatai. But I am a Japanese soldier. Kazi yangu ni kuchunguza ma Chinese. That was my mission. Kwa hata wakati ma Japanese waliniambia nimaliza Mr. Chairman Lee, they reminded me who I am. I am a Japanese soldier. Mimi ni spy wa Kijapanese. Pole sana kukusariti bradhangu, lakini sio mapenzi yangu, ni kiapo ambacho niliweza kukula. Mwanzo, once a soldier, always a soldier. Na wakati nilijaribu kukataa, wakamteka nyara mpenzi wangu. Wakanilazimisha kufanya venye ambavyo wanataka nifanye. Sasa IP Man aliwachana na yeye.
anataka kwanza kumwokoa Mei. Mwanzo Mei is like a sister. Mei ni kama sister ameelewa pamoja na IP Man. Bash alipata basi bila shaka pale kuna kama scenery Kenya kama mweka manzi wetu wa Raizi kwenye basement zake Mr. Kitano. IP Man mwenyewe shisha. IP Man mwenyewe ndio huyo. Anataka Mei. Amemchapa kichapo cha umbwa basi bila shaka pale Ting Chi. Lakini sasa lazima aweze kumwokoa Mei na IP Man. Ha? Dangamanya. IP Mana. Ha? Dangamanya. Ndio huyu sasa Mei amefungwa design kama hiyo. Wakaanza kumvamia. Lakini wanavamia kumewekwa masenari. Kwenye basement zake Kitano kumewekwa masenari. Lakini jamaa wetu Dangamanya. Kitano kitu gani? Cheki maneno. Aha. Basement zake Mr. Kitano. Masenari wake Mr. Kitano. Jamaa wetu IP Man yuko chonjo na uchunge zaidi. Alipigwa na mchanga kwa macho. Zubaishwa akatupa focus. Alitupa focus mwanzo mchanga imejaa kwa macho. Mchanga imejaa kwa macho. Chunga. Mish. IP Man. Lakini alikumbuka mafunzo waliofunzwa. Hii style inajulikana kama vile blind fist. Cheki. Inajulikana kama vile blind fist. Hii style shasha. Cheki. Kuikumbuka akamwanza jingili. Hata kama basi bila shaka pale macho yangu imefungika. Upande wa mkono bado niko fiti mbaya mbovu. Mtazamaji bila kusahau basi IP Man 3 hapa beshini kwenye kipindi cha Lala Salama. IP Man 3 hapa beshini kwenye kipindi cha Lala Salama. Bash. Cheki. Kumejaa maunga kwa macho. Inabidi sasa afunge macho na kumsikiza yule gaidi venye ambavyo anakuingilia. Cheki. Amefunga macho stara kama hiyo, kisha anamsikiza yule gaidi venye ambavyo anakuingilia. Cheki. Pata moja. Alimpata matumbo kumpasua. Jangili Kuishaman alipatwa matumbo. Tumbo ikahama ikaenda kwa saidongi. Mafi ikatoka pahali na kaga ikaenda kwa akili. Sasa yeye anafikiria na mafi. Venye mtu anatumia akili kufikiria, sasa jangili anafikiria na mafi. Uniambie kama unaweza kuwa uhai. Oye, naye Ting Chi akajua. Ting Chi kuimagine amesariti watu ambao mamulea na wakaishi pamoja na yeye. Richana kuwa he was a Japanese spy. Alijidunga kisu akajumaniza. Ting Chi kwisha maneno. Mei alikuwa medhani amepata bwana. Ndio unasikianga ni vizuri kuchunguza bwana mwenye na kuoa ni bwana wa aina gani. Usije kole wana spy nani. Wanawake mchunguze sana. Msije mkole wana maspai. Territory zake Kitano nazo zilikuja kuchunguzwa. Kumbe alikuwa ameleta watoto wengi sana wa Kijapanese. Cheki. Watoto. Alikuwa anasafirisha watoto. Unaona? Mr. Kitano alikuwa anajifanya ni madawa analeta Raizi. Kumbe basi alikuwa anasafirisha watoto. Wengi wao ambao watakuja kufanya maspai kuchunguza ma Chinese na kisha kuja kugeuza serikali ya China kutoka mikononi mwa China na kisha kuifanya serikali ya Japana. Hivi ndivyo tu Ting Chi alikuwa amefanywa, akachukuliwa na akatupwa nje kwa jumba la kina IP Man. Kina IP Man wakamuokota na wakamlea kumfanya mtoto wao. Hivyo hivi unaona alitupwa nje kwao stara kama hiyo. IP Man akaambia babake, unajua namna gani dadi? Kuna mtoto ametupwa para nje. Wakamuokota, wakamchukua, wakamlea na wakamfanya mtoto wao. Kumbe he was a Japanese spy to bring down the Chinese government. Lakini manzi wetu hapa basi Mei ndiye alipatwa na huzuni mingi zaidi. Akimagine kwamba na kuiti tayari alikuwa ameshaolewa zaidi. Hapa basi na huyu jamaa wetu Ting Chi. But now Ting Chi is gone.
and gone forever. Tenchi tayari anakwisha maneno amesha basi jimaliza. Na hapa basi bila shaka para alikuwa ameshamchukua Mei. Hatumai hata Mei alikuwa akaenda baada ya miaka kadha kadha akapata mtoto wake. Lakini Richard anakuwa aliweza kupata mtoto wake. Tenchi alikuwa tayari basi anakwisha maneno. Jamaa wetu naye IP Man hatimaye basi akaweza kumuoa manzi wetu Rashaka Paro kipenda Chenga Wing Chenga na wakapata mtoto na wakamleta basi kwa shule lake Yanbe Yao. Mwanzo Yanbe Yao akageuka kuwa basi ndiye master kamili kwa ile temple. Basi ikawa anahadithia watu story kuhusu mambo yote aliyoweza kutendeka, anawafunza na kuhadithia story kuhusu master wa kwanza kabisa zaidi master kama vile Sammo Hung. Anawahadithia venye ambavyo basi kulikuwa na wasariti kama vile King Ting Chenga. Harakadhalika bishi na hakuwahi sahau kuhadithia venye ambavyo jamaa wetu IP Mana anaweza kukabidhiana na Majapanese wakati Majapanese walijaribu basi kulete watoto wa Kijapanese ambao wataweza kugeuza serikali ya China. Haya yote yanibia warishi kuhadithia watoto ambao sasa ndio watakuja kufunzwa na kuwa basi mamaster wa Shaolin Temple baada kwa watoto wa kitambo wamehitimu na wameweza kwenda zao manyumbani na shughuli zinginezo. Lakini hata hivyo watoto wachanga washachukuliwa bishi wakaanza kufunzwa mashorata na watakuja kwa basi wao ndio watakuja kutetea haki za Chinese na kisha basi kuwa wanapolisi na wanajeshi ambao watatetea nchi ya China. Watoto basi wakaendelea kufunzwa mashorata stara kama hiyo. IP Man shamuoa manzi wetu basi bila shaka Paro kupenda Cheng Wengshinga na maisha China yakaweza kuendelea stara kama hiyo. Lakini ndugu brother mpenzi mtazamaji, hivi karibuni basi nitakuja kukuandalia IP Man Part 4 ili kukuonesha venye ambavyo maisha yaliweza kuendelea kule upande wa China. Otherwise IP Man Part 3 mwisho hivi karibuni maisha rasmi kabisa na kuandalia IP Man Part 4. Otherwise IP Man Part 3 mwisho akubishi ni wako Man Selector, akubishi ni wako Man Selector, top ranking DJ, ranking Afro amigos. IP Man 3 mwisho.